Basi kuna mwamba alikuwa akiweza kuongea na simu. Sasa tunaona kwamba alikuwa akiweza kutoa maelekezo kwamba inabidi malipo yaweze kufanyika kwa cash. Sasa kuna binti ambaye alikuwa amepanda pikipiki akashtuka na kusema kwamba ni mume wangu, hebu naomba hii. Inabidi wewe kunyang'anya helmet kwa ajili ya kuweza kujificha sura. Sasa huyu dereva bodaboda anashangaa nini? Binti anasema kwamba umeshindwa kumtambua, huyu ni Adam ambaye sasa ni mume wake anayeongea na simu. Sasa tunaona kwamba ghafla jamaa anasitisha mawasiliano na kusalimiana na ujamaa. Huyu jamaa bodaboda anaitwa Omari. Kumbe hawa watu ni watu ambao wanaweza kufahamiana. Omar anamuuliza Adam kwamba unafanya nini hapa? Adam anajibu kusema kwamba nimeweza kutoka nje kupata kaupepo kidogo. Sasa Adam anauliza kwamba huyu ni nani? Ni shemeji mpya ama? Omar anajibu kwamba hapana, huyu ni mtu tu wa kupita ambaye anaweza kunisaidia kidogo kunizimazima vimvuke. Adam anamuuliza kwamba ndugu yangu haubadiliki, ni lini kwani utaweza kutulia na kuweza kutengeneza maisha? Anamwambia kwamba basi siku kuweza kukutana na mwanamke mzuri mwenye heshima kama mke wangu Christina, basi inabidi uweze kuoa. Sasa ukumbuke huyo Christina mwenyewe ndo huyo amepanda bodaboda ya jamaa. Anasema sawa, basi inabidi niweze kuondoka maana mteja analipa kwa lisaa. Adam anasema kwamba itakuwa sio vyema kama nikiondoka bila kumsalimia. Sasa huyo kivurugu yako ni kwamba anachanganyikiwa. Sasa anafanyaje? Inabidi aweze kutoa mkono tu bila kuongea. Jamaa akajitambulisha na kusema kwamba mimi ni Adam. Nimefurahi sana kufahamiana na wewe. Jamaa yako akaona kwamba hii ni noma. Inabidi aweze kuwasha boda na kuweza kukimbia. Sasa jamaa yako inabidi aweze kujiuliza, huyu msichana mbona anafanana sana na Christina? Anasema kwamba sidhani kama Christina anaweza kunichiti. Sasa ikabidi aweze kucheck location ya mke wake kwamba iko wapi. Si ndo akaangalia sasa na kuja kugundua kwamba ni kweli ni mke wake. Mungu wangu, ni yeye, ni kwamba ananichiti na ndugu yangu. Anajifariji kusema kwamba hapana, huenda wakawa wananiandalia surprise. Lakini akasema hapana, inabidi niweze kuwafuatilia. Basi mwamba ikabidi kuweza kuwafuatilia mpaka wanapoenda kuweza kujua hatima yake ni nini. Sasa ni kwamba hawa watu wamekuja katika hoteli fulani. Basi walipofika hapo ikabidi kuweza kuingiza usafiri wao ndani, maana parking iko kwa ndani. Huku jamaa yetu Adam bado anaendelea kufuatilia kwa ukaribu zaidi ile tukio. Sasa anajiambia ni kweli ni surprise, ni kwamba wananichiti. Sasa jamaa yako ni kwamba alikuwa anataka kwenda kuwafuata. Ghafla tunaona kwamba kuna mhudumu ambaye anaweza kumzuia hapa. Sema kwamba ni wapi unafikiri unaweza kwenda? Jamaa anamuuliza kwamba inaweza kugharimu kiasi gani ili mimi kuweza kuruhusiwa kuingia pale. Binti anasema kwamba mimi sijui ni kitu gani ambacho unataka kuweza kufanya. Ni kwamba wateja wetu hapa ni faraga sana. Jamaa ikabidi aweze kumfungukia na kumwambia kwamba ndugu yangu anatembea na mke wangu. Sasa huku ndani wapuzi ni kwamba hawajali chochote. Sasa ghafla ni kama mwanamke ameshtuka. Anasema kwamba yeye msubiri kidogo, nimesikia kitu hapa. Jamaa anamuuliza kwamba umesikia nini? Binti anasema kwamba ni kama nimeweza kusikia sauti ya Adam huko nje. Omar anamwambia kwamba Christina, hayo yatakuwa ni mawazo bwana. Sasa huku upande wa pili ni kwamba mabishano yanaendelea. Huyu mhudumu anamwambia kwamba nimekwisha kukuambia, tafadhali nielewe. Jamaa anasema kwamba tafadhali naomba unielewe, kuwa na huruma hata kidogo. Mhudumu anasema kwamba kiukweli naomba unisamehe sana. Kweli kwamba mke wako anakuchiti na ndugu yako, lakini hizi ni sheria na kanuni za kampuni yetu. Siwezi kukuruhusu kuingia kule ndani. Ni kwamba nikifanya hivi nitakuwa nimejiingiza katika matatizo makubwa. Basi ikabidi jamaa kuweza kumuelewa hivi hivyo kishingo upande. Jamaa anamwambia kwamba usije ukafikiria kusema kwamba mimi nilikuwepo hapa. Ni kwamba jamaa yetu Adam hana namna, inabidi aweze kuondoka. Huyu binti sio kwamba na roho mbaya, lakini sheria za kampuni zinaweza kumbana kuwa hivyo, maana anajua kabisa kibarua kitaota nyasi. Sasa jamaa yetu Adam ni kwamba amekuja kutega mahali fulani, moja ikae mbili ikae. Basi ikabidi kuweza kupiga simu mahali fulani na kusema kwamba Angel, sitaweza kurudi ofisini tena. Sasa muda sio mrefu tunaona hawa ndezi wanapita tena hapo na tukutuku lao, kwamba baada ya kumaliza upuzi wao inabidi waweze kurudi. Jamaa anasema kwamba sitaweza kuongea sasa. Inaonekana kwamba yule mfanyakazi alikuwa akiweza kumlazimisha aweze kusema changamoto ni gani. Jamaa anasema kwamba anaonekana yuko na furaha sana. Anasema kwamba hapana, haiwezi kuwa hivi. Anasema nimepata kitu cha kuweza kufanya, nitahakikisha kwamba nitalipa kisasi. Basi jamaa yako ikabidi kuweza kurudi nyumbani, akarudi akawa ametulia. Sasa ghafla tunaona kwamba mwanamke anaingia akiwa na furaha, anacheka kwamba amenogewa. Sasa anashangaa kumkuta mume wake yuko hapo. Mpenzi wangu, unafanya nini tena hapa nyumbani muda huu? Namaanisha kama utakuwa hapa basi nani kule ambaye anaweza kusimamia kampuni? Maana kuna vitu vya muhimu vya kuweza kusimamia. Adam anamwambia kwamba relax. Kampuni kule iko sawa, ni kwamba niko hapa kwa sababu sijisikii vizuri. Adam akauliza kwamba je, hujai kusikia kitu yoyote ambayo ikaweza kukupelekea hasira na kukufanya ukavunjika moyo na ukasikia kwamba tumbo lako liko namna fulani? Christina anasema kwamba ni kweli, nadhani ishai kutokea hivyo. Anauliza unamaanisha nini? Kwani kuna kitu chochote ambacho nakifahamu? Adam anasema hapana, hakuna kitu. Ni kwamba jamaa yako inabidi aweze kuzuga hapo. Christina anamwambia kwamba basi kama kuna kitu ambacho kinaweza kukusumbua akili yako kinamaanisha kwamba ni kitu ambacho ni muhimu. Anasema kwamba lakini usijali, ninaelewa. Inaonekana uwezi kuniambia sasa hivi.
basi acha mimi niende kuoga. Sasa akawa anasogea kuweza kumkisi Adam. Jamaa anajisemea kimoyomoyo kwamba siwezi kukukisi kwa sababu najua ambako kule ulikuwa. Akamkataa namna hiyo. Sasa mwanamke anauliza, nini? Kwa nini hutaki kunikisi? Jamaa yako inabidi aweze kudanganya kwamba tumbo langu linauma kama ambavyo nimeweza kukuambia, na pia sikuweza kupiga mswaki. Binti akasema kwamba ni sawa, ninaelewa, usiwaze. Basi acha mimi niweze kwenda kuoga. Binti akawa ameondoka zake kwa ajili ya kwenda kuoga. Jamaa akawa anamtazama. Alafu huku nyuma jamaa anasema eti naenda kuoga. Ya, ni kweli, nenda kaoge ili utoe hiyo harufu mbaya ambayo umeweza kutoka nayo huko. Jamaa anasema sasa ni wakati wa kuweza kupanga mpango ambao unaweza kumpa kisasi kitakatifu. Basi binti akawa ametoka zake na akawa anatengeneza chai na vitu gani, na tunaona jamaa akawa amerudi na mdoli mkubwa. Sasa ni kama anampatia zawadi. Sijajua nini mlengo wa jamaa, maana aliahidi kwamba ataweza kulipa kisasi. Binti anauliza nini? Jamaa anamwambia kwamba hii ni kwa ajili yako. Akamkabidhi yule mdoli. Binti akampokea kwa shangwe kubwa na kuweza kumkumbatia namna hiyo, tafikiri kama ni mtoto wake yani. Anasema wow, ni nzuri hii, nimeipenda. Binti anasema lakini subiri, nini kimefanya mpaka ni surprise? Jamaa anauliza unamaanisha nini? Binti anauliza kwamba leo sio anniversary yetu, wala sio kwamba ni siku fulani ambayo ni maalum. Hebu niambie basi, kuna kitu chochote ambacho unaweza kunificha au utakuwa umenichiti? Sasa ni kwamba yeye ndo anachiti alafu anamshuku mume wake kwamba anamchiti. Jamaa anajisemea kimoyomoyo kwamba mara zote Simba anafikiri kwamba kila mmoja yupo kama yeye. Binti akazuga kwamba ni utani bwana, usichukulie serious. Jamaa anasema kwamba ni sawa mpenzi. Anamwambia kwamba kesho nitakuwa busy, sitaweza kurudi nyumbani, kwa hiyo utakuwa peke yako siku nzima. Binti anasema kwamba oh jamani, hapana, usiniambie hivyo. Jamaa anajisemea kimoyomoyo kwamba una hata aibu, sababu anajua kwamba anamnafikia. Binti anasema kwamba unajua, napenda kuwa na wewe muda mwingi, kwa hiyo nitakuwa bored sana bila wewe. Jamaa anasema kwamba haitasaidia kwa sababu hutaki kufanya kazi. Anamwambia kwamba kumbuka, kama kesho basi ndio siku ya kuweza kusaini hizo karatasi za kazi. Binti anasema kwamba nadhani ingekuwa vizuri kama ningeweza kusubiri mtu aweze kuja kunichukua kwa ajili ya kunipeleka kwa ajili ya kusaini hizo karatasi. Jamaa anamwambia sawa, hakuna shida. Sasa ghafla jamaa anasema sorry, kuna simu ambayo imeweza kuingia. Ikabidi aweze kusogea pembeni kwa ajili ya kuweza kuongea na simu. Jamaa akawa amesogea pembeni kwa ajili ya kuongea na simu. Basi binti akawa anafurahia ule mdole ambao amepewa kama zawadi na mpenzi wake. Sasa kumbe jamaa akawa ametegesha kamera kwenye ule mdoli. Mimi na wewe tunaona lakini binti hajaona. Basi ni kwamba jamaa ndo akawa amepiga simu. Hello, hey Angie. Kuna kitu nataka unifanyie. Anaomba liwe jambo la busara. Ndiyo, niambie. Akamwambia kwamba nataka upitie dokumenti za kampuni, ramani ya umiliki pamoja na mkataba wa Christina. Binti anauliza kwa nini? Kwani kuna tatizo? Jamaa anasema kwamba tafadhali fanya kama ambavyo mimi naweza kukuomba, usiulize maswali na uifanye kuwa ni siri, na hakikisha kila kitu kinakuwa sawa kabla ya masaa 48 kuweza kutimia. Nimeeleweka? Binti akasema yes, sawa, nimekuelewa na nitafanya hivyo. Jamaa akasema asante Angie, ninakuamini na tafadhali usiniangushe. Binti akasema sawa, usijali mkuu. Ni kwamba binti akawa amechanganyikiwa kwa yale maagizo ambayo ameweza kupewa na bosi wake. Ni kwamba hana namna, inabidi aweze kufanya kama ambavyo bosi wake ameweza kumwagiza. Basi simu ikaweza kukatwa namna hiyo. Jamaa anasema kwamba mchezo utaanzia hapa. Afa akamgeukia mwanamke akamtazama, huyo kaisha zake. Basi binti akawa ameweka mdori wake pale. Sasa hii ni siku nyingine tena, binti akawa zake. Sasa huku nje kuna jamaa anagonga. Kumbe binti akawa anamsubiri huyu manjewege wake waweze kukutana tena kwa ajili ya kuweza kufanya upuzi wao kama kawaida yao. Jamaa akavutwa ndani, akafu mlango ukafungwa namna hiyo. Sasa uone jinsi ambavyo huyu mwanamke hana akili, ni kwamba haya mambo yanafanyikia katika nyumba yao yeye na mume wake. Basi wakasalimiana pale. Binti anamwambia kwamba haujui ni kiasi gani napenda kukuona. Jamaa anauliza ni kweli? Akasema ndio, kwa sababu najua unanipenda na naweza kuona kwenye macho yako ni kiasi gani unanihitaji. Wakati huo kitu ambacho nakiona kwenye macho ya Adam ni uchovu. Jamaa anauliza hey, unamzungumzia Adam? Je, ufikiri kwamba anaweza akarudi nyumbani muda so mrefu? Binti anamtoa hofu, anamwambia kwamba usijali, aliniambia kwamba atakuwa busy siku nzima leo pale ofisini. Sasa kumbe huku mzee mzima ofisini anashuhudia kila kitu pale nyumbani kinachoendelea kupitia ile kamera ambayo ametegesha kwenye jicho la yule mdoli. Jamaa anatazama, anasema kwamba nilijua tu kama utamleta huyo mpuzi nyumbani. Jamaa akachoka. Sasa wakati huo yule binti ambaye alikuwa amepewa kazi akawa anaingia katika ofisi ya bosi wake. Akamkabidhi ile kazi na kusema kwamba hii ni kazi ambayo umeweza kuniomba nikufanyie bosi. Jamaa akasema nashukuru sana. Basi jamaa ikabidi aweze kukagua. Sasa binti anamuuliza kwamba je, hautaweza kunielezea ni nini ambacho unaweza kufanya? Jamaa akasema hakuna haja, wewe ni msaidizi wangu. Binti anasema kwamba mimi ni rafiki yako pia. Usinifanye kuwa mimi ni mpumbavu. Unanihusisha kwenye kitu ambacho ni hatari sana. Jamaa anauliza hatari? Kwa nini? Binti akamwambia najua kwamba unataka kuchukua share zote za kampuni kutoka kwa mke wako. Jamaa anasema kwamba sio kuchukua share zake tu, lakini nataka pia uniweze kutafutia mwanasheria mahiri kwa ajili ya talaka. Binti anauliza kwamba kwa hiyo hii iko serious? Jamaa anasema kwamba kabisa yani. Binti anamuuliza kwamba je, unaweza kunielezea? Jamaa akamwambia hebu jionee mwenyewe. Ndo anamuonyesha sasa video kinachoendelea kule nyumbani. Binti anashangaa, huyu si ni mke wako? Na huyu mwanaume si ni Omar? Basi hii ni sehemu ya kwanza, picha yetu safi kabisa. Ni kwamba bado inaendelea.
Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe channel ili kwamba mwendelezo utakapotoka uweze kupata kwa wakati kabisa. Lakini pia niweze kukaribisha uweze kulike na kucomment kwa ajili ya kuweza kuacha support yako. Basi ukae tayari kwa ajili ya mwendelezo na pia uweze kufuatilia vigongo vingine kabisa kutokea hapa hapa MJ Movies Studio. Karibu.